enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, iogopeni sana dhulma, jitengeni na dhulma na mjiweke mbali sana na dhulma, fa inna dhulma dhulumatun yawma alqiyama. Ndugu zangu, tutambue wazi ya kwamba hakika ya dhulma min a'zami dhunub, ni miongoni mwa madhambi makubwa, madhambi ambayo huenda Muislamu huyu au huyu mwanadamu yakampelekea kuingia katika hasira na ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, dhulma ina kawaida ya kuharibu nyoyo za watu, hususan mtu ambaye tabia yake na maisha yake yote anaishi katika kufanya dhulma. Dhulma ndiyo sababu ya kuwatofautisha watu wawili ambao walipendana kwa ajili ya Allah au walipendana kwa ajili ya maslahi ya kidunia. Mke na mume au rafiki na rafiki wanaweza wakawa vizuri mwanzo wa maisha yao na ule muamala wao, lakini baadaye kwa kuingia kitu kinachoitwa dhulma kati yao, ikawa ndiyo sababu ya mapenzi yao kukatika na kupotea kabisa. Ndugu zangu, dhulma walaisa amran hayyinan. Dhulma sio kitu cha mchezo, sio jambo la kawaida kama ambavyo wengi katika watu tunafahamu au tunaelewa ya kwamba dhulma hii ni jambo la kawaida tu. La, hili ni jambo zito sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini dhulma ndiyo sababu inayompelekea mtu kuishi maisha ya dhiki duniani. Lakini dhulma ndiyo sababu ya kuondolewa neema za Allah tabaraka wa ta'ala katika ulimwengu. Lakini dhulma ndiyo sababu ya kuteremshwa mabalaa mbalimbali kutoka kwa Allah jalla fi'ala. Ndugu zangu katika imani, Allah anazungumza katika hadithul ilahi, anazungumza anasema, ya ibadi, enyi waja wangu, inni haramtu dhulma ala nafsi, hakika yangu mimi nimejiharamishia dhulma katika dhati yangu, waja'altuhu bainakum muharraman, na nimeifanya hiyo dhulma ikawa ni haramu kati yenu, fala tadhalamu, basi msifanye kitendo cha kudhulumiana nyinyi kwa nyinyi. Ikiwa Allah tabaraka wa taala ambaye ni qadirun ala kulli shay'in, ambaye ni qahhar, ambaye ni fa'alun lima yurid, amejiharamishia dhulma, pamoja na kuwa ana uwezo wa kufanya lolote alitakalo kwa muda wowote autakao kwa mtu yeyote amtakaye, lakini yeye mwenyewe amesema hapana, ni haramu mimi kuweza kuwadhulumu waja wangu. Inakuwaje mimi na wewe katika imani, mwanadamu ambaye ni dhaifu, mwanadamu ambaye ni makhluq, ameumbwa baada ya kuwa hakuwepo katika ulimwengu, tunashikamana na tabia ya kudhulumiana sisi kwa sisi? Kaifa hadha, inawezekanaje? Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala la yus'alu amma yaf'al, haulizwi juu ya jambo fulani kwa nini amelifanya, wa hum yus'alun, lakini sisi waja wake Allah tabaraka wa ta'ala tunaulizwa. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuna yeyote anayemuuliza na akajiharamishia dhulma, vipi kwa sisi waja wake ambao tutakuja kusimama mbele ya Allah tukawa ni wenye hasara, tukachukuliwa amali zetu mbele ya macho yetu, tunaona mbele ya Allah tabaraka wa taala kwa sababu ya kitendo kibaya cha dhulma ambacho tumekifanya katika dunia. Ndugu zangu, adh-dhulmu dainun, dhulma ni deni, la budda an yuqdha, ni lazima litakuja kulipwa tu. Ipo siku, ishi utakavyoishi, dhulumu unayemdhulumu, lakini ipo siku utajua kwamba hili ni deni mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utachukuliwa amali zako zote
nzuri ulizozifanya katika ulimwengu wa kidunia, kisha atapewa mtu ambaye umemdhulumu haki yake. Ndugu zangu katika imani, adhambu la yunsa, kwa hakika dhambi huwa haisahauliki. Wadayanu la yamut, na yule ambaye ni mlipaji ambaye ni Allah tabaraka wa taala hafi kamwe, abadan abadan, hafi. If'al ma shi'ta. Sasa wewe katika dunia fanya ulitakalo, kama tadinu tudan, lakini elewa wazi ya kwamba kama ambavyo unafanya, kama ambavyo unamdhulumu yeyote yule katika ulimwengu wa kidunia, ipo siku na wewe utadhulumiwa na kufilisiwa katika mali zako. Ndugu zangu, wanazuoni wameeleza aina mbalimbali za dhulma kwa sura na picha tofauti tofauti, lakini wakazungumza pamoja na aina zote hizi za dhulma zimebebwa katika kalima moja, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema, wa man yataadda hudud Allah, yeyote yule ambaye atakayechupa na kuvuka mipaka ya Allah, akayafanya ya haramu, akayafanya yale ambayo Allah tabaraka wa taala amemkataza kuyafanya, basi huyo mtu anakuwa ameidhulumu nafsi yake yeye mwenyewe. Ndugu zangu, aina ya kwanza ya dhulma, wanazuoni wanasema dhulmul insani li rabbihi, ni mtu kumdhulumu Allah tabaraka wa taala. Unaweza ukajiuliza ni namna gani mtu ana uwezo, ana ujasiri wa kumdhulumu Allah tabaraka wa taala. Hilo linawezekana. An yaj'ala lillahi niddan, ni mtu kumfanya Allah kuwa ana msaidizi, ni kumfanya Allah tabaraka wa taala kuwa ana mshirika, kwa maana ni kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Wewe utakuwa umemdhulumu Allah haki yake. Luqmanul Hakim ametajwa ndani ya Qur'ani pale ambapo alikuwa anamuhusia mwanawe. Jambo la kwanza ambalo alianza nalo, akamwambia, ya bunayya, ewe mtoto wangu, ewe kijana wangu, la tushrik billah, usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, inna shirka la dhulmun adhim, kwani kwa hakika shirki ni dhulma iliyokuwa kubwa sana. Muadhi ibn Jabal radhiallahu ta'ala anhu wa ardhah anazungumza na kusimulia, anasema, siku moja kuntu radfa nabii, nilikuwa nyuma ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika kipando, kisha mtume akaniambia, ya Muadh, ewe Muadh, hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah, hivi Muadhi, unatambua ni zipi haki za Allah juu ya waja wake na ni ipi haki ya waja juu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Muadhi anasema, faqultu, nikasema kumwambia mtume wa Allah, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah tabaraka wa ta'ala na mtume wake ndiye wanaojua ni ipi haki ya Allah juu ya waja wake na ni ipi haki ya waja juu ya Allah tabaraka wa taala. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamwambia Muadh, haqqullahi ala alibad, haki ya Allah juu ya waja wake, an ya'buduhu wala yushriku bihi shay'an, ni waja wamwabudu Allah tabaraka wa taala na wala wasimshirikishe na kitu chochote. Wa haqqul ibadi ala Allah, lakini na haki za waja juu ya Allah tabaraka wa taala, alla yu'adhiba man la yushrik bihi shay'an, ni Allah simuadhibu mja ambaye hakumshirikisha yeye na kitu chochote kile. Hiyo ni aina ya kwanza ya dhulma. Dhulma iliyokuwa kubwa sana ni wewe Muislamu, ni wewe mwanadamu kumdhulumu Allah, kumjalia Allah kuwa ana msaidizi, kumfanya Allah kuwa ana mshirika, kumuomba asiyekuwa Allah, kumtaka msaada asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni shirki miongoni mwa shirki kubwa sana. Ndugu zangu, mtu akifa na shirki ajue wazi ya kwamba hasamehewi na Allah. Man yushrik billah, yule ambaye atakayemshirikisha Allah,
mpaka akafa katika hali ya ushirikina, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia pepo huyu. Wa ma'wahu an-nar, na mafikio yake na makazi yake yatakuwa ni motoni. Wama lidhalimina min ansar. Lakini mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam siku moja aliwazungumzisha masahaba, akawaambia masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, ijtanibu sab'a almubiqat, enyi masahaba jiepusheni na madhambi 7 yenye kuangamiza. Masahaba kwa sababu ya pupa waliokuwa nayo kutaka kujua ni yapi hayo madhambi, wakamwambia ya Rasulullah, wama hunna, ni yapi hayo madhambi 7 yenye kuangamiza? Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallama akawaambia, dhambi ya kwanza ashirku billah, ni kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Maana yake ni kumfanyia ibada asiyekuwa Allah. Sifa za Allah unapeleka kwa kiumbe. Shirki, kumshirikisha Allah. Inna shirka la dhulmun adhim, hakika ya shirki ni dhulma iliyokuwa kubwa sana. Aina ya pili ya dhulma ni dhulmul insani linafsihi, ni muislamu au mwanadamu kujidhulumu yeye mwenyewe. Wadhalika, na hilo yakunu birtikabil maasi, na kujidhulumu mwanadamu yeye mwenyewe ni kwa kufanya madhambi, kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, kutumbukia katika wimbi au dimbwi la madhambi. Hakuna dhambi ambayo anaiacha, basi huyu anahesabika ni miongoni mwa watu ambao wameidhulumu nafsi yao. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akieleza miezi au idadi ya miezi katika mwaka ndani ya Qur'an. Akasema miezi ipo takriban 12 toka siku ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ameiumba mbingu na ardhi, akaiteua miezi 4, akasema hii ni miezi 4 mitukufu. Lakini katika kuielezea miezi hiyo, mwishoni akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, na wala msidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo 4 mitukufu. Miezi ambayo ni mwezi wa Dhulqaada au Dhulqida, mwezi ambao ndio tupo nao huu leo takriban tarehe 20-21. Mwezi wa Dhulqaada ni mwezi miongoni mwa miezi 4 mitukufu. Mwezi wa Dhulqaada na mwezi wa Dhulhijja na mwezi wa Muharram na mwezi wa Rajab ni miezi 4 mitukufu. Allah anasemaje? Anasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, na wala msidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo 4 mitukufu. Kwa maana msifanye madhambi mkaacha kutekeleza maamrisho ya Allah, mkadumu katika madhambi, kumuasi Allah tabaraka wa taala. Mwanadamu anaweza kuidhulumu nafsi yake yeye mwenyewe. Ama aina ya tatu ya dhulma ni dhulmul insani lighairihi, ni mwanadamu kumdhulumu mtu mwingine. Mwanadamu kumdhulumu mtu mwingine, mwanadamu kumdhulumu ndugu yake, kuichukua haki yake, kuchukua mali ya ndugu yako pasi na haki, hiyo ni dhulma. Unamdhulumu ndugu yako, na hili limeonekana ni jambo la kawaida sana, kwa sababu limeenea leo. Muislamu au mwanadamu au mtu yeyote yule haoni kazi kuchukua kitu cha mtu kwa njia ya dhulma tu, na anaona kawaida kwa sababu ya pesa alizokuwa nazo, kwa sababu ya mali aliyokuwa nayo, anapata nafasi ya kumdhulumu haki ndugu yake. Leo migogoro imekuwa mingi, watu hawaelewani. Ukiangalia chanzo ni nini? Ni dhulma. Leo mashamba ya watu yanadhulumiwa, mali za watu zinadhulumiwa, majengo ya watu yanadhulumiwa, viwanja vya watu vinadhulumiwa. Mtu haoni kazi kuichukua ardhi ya mwenzake, anaona kawaida tu, hata kipande kidogo tu unaona ni kidogo, lakini mbele ya Allah tabaraka wa taala ni kikubwa sana. Sikiliza maneno ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume wa Allah anazungumza, anasema kupitia katika hadithi ya Aisha ummul mu'minina radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, anazungumza Mtume, anasema man dhalama qida shibrin
yeyote yule ambaye atakaye mdhulumu mwenzake kiasi kidogo tu cha ardhi, yani kiasi kidogo cha shibri moja tu, kidogo sana, basi Allah subhanahu wa ta'ala tuwiqahu, atambebesha ardhi 7 siku ya kiyama. Hebu angalia wewe umedhulumu kiasi gani? Ni mali za watu kiasi gani umedhulumu? Ni viwanja vya watu kiasi gani? Hata kama ni mpaka umemdhulumu ndugu yako, kila siku unaenda unaongeza tu, unasema kidogo tu, jua ya kwamba siku ya kiyama itakuwa ni nakama na ni adhabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, mtume wa Allah anazungumza, anasema ittaqu dhulma, iogopeni sana dhulma, acheni kudhulumu. Fa inna dhulma, kwani hakika ya dhulma, dhulumatun yaumal qiyama, ni kiza siku ya kiyama. Kwa maana siku ya kiyama ukienda mbele ya Allah tabaraka wa taala, juu yako kutakuwa na kiza, chini yako kutakuwa na kiza, kuliani kutakuwa na kiza, kushotoni kunakuwa na kiza. Kwa sababu gani? Ulimdhulumu ndugu yako katika ulimwengu wa kidunia. Waalamu anna min suwari dhulmi, miongoni mwa picha za dhulma au ishara za dhulma, dhulma ambayo tumeona ni kitu cha kawaida, ni bosi kumdhulumu mfanyakazi wake. Ni jambo la kawaida tu. Ikiwa wewe umemwajiri ambaye umemwajiri kwa makubaliano maalumu, mkakubaliana, bwana, ukiifanya kazi hii malipo yako ni haya na siku ya kulipwa ni hii, lakini inafika siku ya kulipwa, mtu wa watu ameifanya kazi yako vizuri na kwa uweledi wa hali ya juu, inafika siku ya malipo unaanza kumzungusha, umeingilia huku, umetokea huku, umetafuta safari, umehama mji. Dhulma, dhulma, ittaqu dhulma, iogopeni sana dhulma. Mtume wa Allah anasema a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu, mpe mali yake, mpe stahiki yake, mpe uliye muajiri haki yake au mshahara wake kabla jasho lake halijakauka. Kwa maana mpe mshahara wake, mpe malipo yake baada ya kazi kukamilika au baada ya makubaliano yenu. Kama mlikubaliana siku fulani nitakulipa pesa yako, basi mlipe. Ukirefusha na una uwezo wa kulipa, mutlul ghaniyi dhulmun, ukiwa na uwezo wa kumlipa yule ambaye umemwajiri lakini hutaki kumlipa, siku zinazidi kwenda, basi elewa ni dhulma, unafanya dhulma, na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utakwenda kumjibu majibu ambayo utashindwa hata wewe kuyaeleza. Ndugu zangu katika imani, ikiwa una haki ya watu, hakuna namna, irejeshe. Hiyo ni mali ya mtu, hiyo ni haki ya mtu. Hata kama wewe katika macho yako unaiona ni ndogo, maadamu sio yako, irudishe kwa mwenyewe ili uweze kupata salama mbele ya Allah tabaraka wa taala. Aqulu lakum ma tasma'un. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ndugu zangu, ittaqu dhulma, jiepusheni na iogopeni sana dhulma. Fa inna dhulma dhulumatun yawm alqiyama. Ndugu zangu katika imani, Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo wanazuoni wanasema ni hadithun adhim, ni hadithi nzito, hadithi kubwa, hadithi ya kutisha sana kwa mtu ambaye atakuwa ana fikra zilizokuwa sawa sawa. Siku moja Mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake, aliwauliza maswahaba, akawaambia, atadiruna manil muflis, enyi maswahaba, hivi mnamjua ni nani aliyefilisika? Maswahaba kwa uoni wao na kwa fikra zao wakamwambia Mtume, ya Rasulallah, ewe Mtume wa Allah, almuflisu fina man la dirham lahu wala mataa, mtu aliyefilisika ni yule ambaye hana pesa
ni yule ambaye hana maisha mazuri, ni yule ambaye ni hohe hahe, maana yake hata kula yake inamsumbua. Mtume wa Allah akawaambia, innal muflisa min ummati, hakika mtu aliyefilisika katika umma wangu sio huyo ambaye mmemtaja. Al-muflis min ummati, yule ambaye amefilisika katika umma wangu, man yati yawm al-qiyama, ni yule ambaye atakayekuja siku ya kiyama biswalatin, aliswali swala 5 kwa jamaa, wa siyamin, na alifunga mwezi wa Ramadhan, wa zakatin, na alitoa zaka vile ipasavyo, wayati, lakini pamoja na ibada zake nzuri ambazo amezifanya, atakuja kad shatama hadha, amemtukana huyu, wa qadhafa hadha, na amemzulia uongo na uzushi wa zinaa mtu fulani, wa akala mala hadha, na amekula mali ya huyu, amemdhulumu haki yake, wa dharaba hadha, na amempiga mtu fulani. Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam anazungumza, anasema, wasafaka dama hadha, lakini pia huyu mtu alimwaga damu ya fulani, kwa maana alimuua mtu pasina haki. Mtume akasema, fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi, yatachukuliwa mazuri yake aliyokuwa akiyafanya huyu ambaye ni muflis, atapewa aliyemdhulumu, na atapewa kila mtu na haki yake. Aliyemdhulumu atapewa haki yake, aliyemuua atapewa haki yake. Fa in faniyat, ikionekana mazuri yake huyu muflis, mazuri yake yote yameisha, amefilisiwa tayari, basi ukhidha min khatayahum, yatachukuliwa yale makosa ya wale watu aliyewadhulumu, faturihati alayhi, kisha anabebeshwa huyu mtu ambaye alifanya kazi ya kuwadhulumu watu duniani, thumma turiha fi nnar, kisha anatupiwa katika moto. Ya subhanallah, subhanallah. Hakuna khasara na majuto yaliyokuwa makubwa kama wewe Muislamu uliishi katika dunia ukifanya ibada zako vizuri, ukitenda matendo mazuri, lakini mbele ya Allah siku ya kiyama matendo yako yote mazuri yanachukuliwa ukiwa unaona. Chanzo chake ni nini? Ni dhulma. Unamdhulumu mwenzako. Wewe uliona ni kitu kidogo, hichi kitu bwana, acha, hichi ni changu, lakini sio chako, umechukua kwa dhulma. Elewa, mbele ya Allah tabaraka wa taala mazuri yako yote yatachukuliwa, atapewa mtu ambaye ulimdhulumu haki yake. Ndugu zangu, nakuhusieni sambamba na kuhusia nafsi yangu, tuiogope sana dhulma. Dhulma ni kitu kibaya. Hata kama utapenda katika nafsi yako, iambie nafsi yako iwe na qanaa, iqinai kwa kile ambacho Allah tabaraka wa taala amekuruzuku. Usiwe una mali nyingi au una vitu vingi, lakini bado unatamani na vitu vya watu ukavichukua kwa dhulma. Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni majuto, tena majuto yaliyokuwa makubwa sana. Tunamuomba Allah tabaraka wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bifadli subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.